Karibu sana bwana michezo mwenzangu popote pale ulipo, karibu sana kwenye sports update ya Game On TZ. Kumekucha asubuhi ya hii leo ikiwa ni Oktoba 27 ya mwaka 2025. Karibu sana bwana michezo mwenzangu, hii ni sports update, hii ni Game On TZ, mimi naitwa mpekuza.com. Baada ya mchezo wa jana Simba dhidi ya Nsingizini, mchezo ambao ulimalizika kwa sare ya bila kufungana katika mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Simba walicheza kuwakaribisha Nsingizini Hotspurs katika dimba la Benjamin Mkapa. Simba ambapo wameweza kukosa nafasi nyingi kweli kuelekea katika mchezo huo, lakini pia Nsingizini walikuwa bora sana kipindi cha kwanza na Simba waliweza kupewa surprise kubwa kweli. Kocha mkuu wa kikosi hiko cha Wekundu Msimbazi Simba Dimitri Pantev ameeleza kwamba hakufurahishwa sana na kitendo cha wachezaji kuweza kukosa nafasi mbalimbali na kutokuweza kufanya ubunifu ili mambo yawe mazuri katika mchezo huo, ambapo jana Simba walipocheza dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Kocha Dimitri Pantev ameomba radhi mashabiki wa klabu hiyo ya Simba kwa kitendo ambacho kilichoweza kufanyika jana, kutokuweza kupata matokeo ya ushindi, lakini pia ameomba radhi kwa wale mashabiki ambao walioacha kazi zao na kwenda kuitazama Simba katika mchezo huo wa ligi ya mabingwa kwa sababu tu ya kutokuweza kuzifanya nafasi kuzitengeneza kwa magoli. Lakini pia kocha Dimitri Pantev amewaambia mashabiki wa Simba wasiwe na wasiwasi, kwani kitu muhimu ni Simba kufika katika hatua ya makundi. Hilo limeweza kufanikiwa Simba kuingia katika hatua ya makundi mara 7 mfululizo, kuto kuwepo ama kukosa katika nafasi hizo ya kufuzu katika michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mwezi wa 11 tarehe 3 ndio itakuwa ni siku maalum kweli ya Simba kujua anaenda kucheza na nani ama anaenda kupangwa na nani kwenye michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo shirikisho la mpira barani Afrika linakwenda kutarajiwa kwamba kwenda kupanga hatua za makundi ama kuzipangia timu hizo kundi, kwamba huyu atacheza na nani na huyu atakuwepo katika kundi la nani ifikapo Novemba 3 ya mwaka 2025. Lakini kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba ameomba radhi mashabiki wa klabu hiyo ya Simba. Ameeleza kwamba anafahamu mashabiki wengine wametoka mbali pembezoni mwa nchi ya Tanzania kwenda kuitazama Simba, lakini hilo pia yeye amelifahamu vizuri. Lakini pia ameomba radhi kwa maana kwamba kutokuweza kupata matokeo katika mchezo huo wa jana, lakini pia amewaahidi mashabiki wa Simba kwenda kufanya vizuri na kwenda kuongeza kile ambacho walichokuwa wamekionyesha katika mchezo wa jana na kwenda kukifanyia kazi katika uwanja wa mazoezi. Simba wamefuzu katika hatua ya makundi. Hii ni mara 7 mfululizo, kocha ameeleza hayo. Lakini pia kikosi hiko cha Simba kipo vizuri, na kadri siku inazidi kuongezeka maboresho na mabadiliko yanazidi kuendelea ama zinazidi kuonekana kwamba ndani ya kikosi hiko cha Simba kufanya vizuri. Viongozi wa Simba wameeleza kwamba wamefurahishwa kwa nafasi ambazo walizokuwa wamezitengeneza na kuweza kufika katika hatua ya makundi msimu huu wa 2025-2026. Huku mjumbe wa bodi ya wakurugenzi Barbara Gonzalez na pia amewaeleza mashabiki wa Simba waweze kuwasamehe wachezaji, kwani wameweza kuwapa furaha kwa wale mashabiki ambao waliotoka nje ya mipaka Tanzania na wale mashabiki ambao waliotoka pembezoni mwa taifa hili la Tanzania. Barbara ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi akiambatana na mtendaji mkuu wa klabu hiyo Bi Zubeda Sakuru kuombea radhi mashabiki wa Simba na wachezaji kwa jumla kutokuweza kupata nafasi katika mchezo huo ama kuweza kupata ushindi katika mchezo huo. Mchezo wa kwanza Simba waliweza kupata ushindi wa magoli 3, na mchezo wa pili Simba waliweza kupata sare ya bila ya kufungana. Simba wanatarajia sasa kurudi katika michuano ya ligi kuu Tanzania bara, ambapo Simba ataenda kucheza dhidi
ya TRA, zamani ilikuwa ikifahamika Tabora United. Huo ni mchezo wa ligi kuu Tanzania. Simba ambaye anatarajia kusafiri kwenda kule mkoani Tabora kwenda kuwakabili TRA ambao ni Tabora United, hapo zamani wakifahamika hivyo. Baada ya mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara, Simba pia watarudi Dar es Salaam kwenda kuwakabili Waoka Mikate Azam ifikapo Novemba 2 katika dimba la Benjamin William Mkapa. Kocha Dimitar Pantev amesema kwamba wanafahamu ratiba imekuwa ngumu kwa upande wao na wanajua kwamba sasa akili na mawazo yote yaende kuhamia katika michuano ya ligi kuu Tanzania bara, kwani wao wanafahamu ya kwamba wapo katika nafasi nzuri ya kuongoza ligi, ingawa Mbeya City nao pia wako vizuri, wapo pale juu kwa sababu wao Simba hawakucheza kwa michezo kadhaa, na huku ligi kuu Tanzania bara ikiendelea kushamili. Simba rasmi sasa wanarejea katika michuano ya ligi kuu Tanzania bara, na mchezo uliokuwa karibu yao ni mchezo dhidi ya TRA Tabora United kwenda kule mkoani Tabora. Kocha Dimitar Pantev amewaambia wachezaji ya kwamba kilichobakia kwa hivi sasa, mawazo na fikra zote ziambatane na kuelekea katika michuano ya ligi kuu Tanzania bara. Michuano ya ligi mabingwa barani Afrika tayari tumeshaweza kuhitimisha. Tusubiri tu Novemba 3 makundi yatakapoenda kutangazwa, ndipo akili itaanza kufikiri kwamba tumeenda kupangwa nane. Lakini kwa hivi sasa wachezaji pamoja na benchi la ufundi akili yao yote iangaze kule katika michuano hiyo ya ligi kuu Tanzania bara, kwani wana mtihani mzito kweli kweli, huku wakiwa na mtihani mkubwa kwenda kumkabili Azam Football Club, ambaye Azam msimu huu amekuwa bora sana katika michuano mbalimbali, amekuwa na kiwango kizuri, wachezaji wakiwa na morali nzuri, huku benchi la ufundi likiwa jipya. Flora Ibenge ni moja kati ya makocha bora kweli kweli ambao Simba kuna kipindi walikuwa wakimuhitaji, lakini Simba waliweza kuachana naye ama waliweza kumpotezea kwa sababu mahitaji na falsafa ya klabu hiyo ya Simba inawezekana ilikuwa haiendani na falsafa za kocha Flora Ibenge. Lakini Simba maandalizi yao yanaendelea vizuri, na leo watapumzika na kesho watarejea kambini na kuanza safari ya kuelekea kule Tabora kwenda kuwakabili TRA katika michuano hiyo ya ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia mwekezaji wa klabu hiyo ya Simba Mohamed Dewji amewapongeza Simba kwa nafasi ambazo walizokuwa wamezitengeneza na kwa nafasi ya kuingia katika hatua ya makundi michuano ya ligi kuu Tanzania, michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mwekezaji huyo ameeleza kwamba anaipongeza klabu hiyo ya Simba kuanzia benchi la ufundi pamoja na wachezaji kuelekea katika michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika kufuzu katika hatua ya makundi. Mo Dewji amesema kwamba naishukuru sana klabu ya Simba na ninawapongeza pia benchi la ufundi, lakini pia nawapongeza wachezaji pamoja na juhudi ambazo walizokuwa wameziweka michezo miwili ya hatua ya awali kuweza kufanya vizuri, na mwisho wa siku mambo yaliendelea kuwa vizuri kweli kweli. Mo Dewji amewaahidi wachezaji kama wataendelea kufanya vizuri na kufika katika hatua nusu finali michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika, basi zawadi itakuwa ni mzuri kweli kweli kwa upande wao, na wataendelea kuwapa motisha na wataendelea kuwapa morali iliyokuwa kubwa kweli kweli kuelekea katika michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mo Dewji anaweza kuwapa ahadi ya kuwakabidhi shilingi bilioni 150 kama Simba watafika katika hatua ya nusu finali ligi ya mabingwa barani Afrika. Ahadi hiyo ameendelea kuisisitiza na ameendelea kuiwekea msimamo kwamba ile fedha ambao yeye alikuwa amewaahidi wachezaji Simba, ile pesa kwamba wamefurahishwa kwa nafasi ambazo walizokuwa wamezitengeneza na kuweza kufika katika hatua ya makundi msimu huu wa 2025 2026. Huku mjumbe wa bodi ya wakurugenzi Barbara Gonzalez na pia amewaeleza mashabiki wa Simba waweze kuwasamehe wachezaji, kwani wameweza kuwapa furaha kwa wale mashabiki ambao waliotoka nje ya mipaka Tanzania na wale mashabiki ambao waliotoka pembezoni mwa taifa hili la Tanzania. Barbara ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi akiambatana na mtendaji mkuu wa klabu hiyo Bi Zubeda Sakuru kuombea radhi mashabiki wa Simba
na wachezaji kwa ujumla kuto kuweza kupata nafasi katika mchezo huo ama kuweza kupata ushindi katika mchezo huo. Mchezo wa kwanza Simba waliweza kupata ushindi wa magoli 3. Na mchezo wa pili Simba waliweza kupata sare ya bila ya kufungana. Simba wanatarajia sasa kurudi katika michuano ya ligi kuu Tanzania bara, ambapo Simba ataenda kucheza dhidi ya TRA, zamani ilikuwa ikifahamika Tabora United. Huo ni mchezo wa ligi kuu Tanzania. Simba ambaye anatarajia kusafiri kwenda kule mkoani Tabora kwenda kuwakabili TRA ambao ni Tabora United, hapo zamani wakifahamika hivyo. Baada ya mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara, Simba pia watarudi Dar es Salaam kwenda kuwakabili Waoka Mikate Azam ifikapo Novemba 2 katika dimba la Benjamin William Mkapa. Kocha Dimitar Pantev amesema kwamba wanafahamu ratiba imekuwa ngumu kwa upande wao na wanajua kwamba sasa akili na mawazo yote yaende kuhamia katika michuano ya ligi kuu Tanzania bara, kwani wao wanafahamu ya kwamba wapo katika nafasi nzuri ya kuongoza ligi, ingawa Mbeya City nao pia wako vizuri, wapo pale juu kwa sababu wao Simba hawakucheza kwa michezo kadhaa, na huku ligi kuu Tanzania bara ikiendelea kushamili. Simba rasmi sasa wanarejea katika michuano ya ligi kuu Tanzania bara, na mchezo uliokuwa karibu yao ni mchezo dhidi ya TRA Tabora United kwenda kule mkoani Tabora. Kocha Dimitar Pantev amewaambia wachezaji kwamba kilichobakia kwa hivi sasa, mawazo na fikra zote ziambatane na kuelekea katika michuano ya ligi kuu Tanzania bara. Michuano ya ligi mabingwa barani Afrika tayari tumeshaweza kuhitimisha, tusubiri tu Novemba 3 makundi yatakapoenda kutangazwa, ndipo akili itaanza kufikiri kwamba tumeenda kupangwa na nane. Lakini kwa hivi sasa wachezaji pamoja na benchi la ufundi akili yao yote iangaze kule katika michuano hiyo ya ligi kuu Tanzania bara, kwani wana mtihani mzito kweli, huku wakiwa na mtihani mkubwa kwenda kumkabili Azam Football Club, ambaye Azam msimu huu amekuwa bora sana katika michuano mbalimbali, amekuwa na kiwango kizuri, wachezaji wakiwa na morali nzuri, huku benchi la ufundi likiwa jipya. Flora Ibenge ni moja kati ya makocha bora kweli ambao Simba kuna kipindi walikuwa wakimuhitaji, lakini Simba waliweza kuachana naye ama waliweza kumpotezea kwa sababu mahitaji na falsafa ya klabu hiyo ya Simba inawezekana ilikuwa haiendani na falsafa za kocha Flora Ibenge. Lakini Simba maandalizi yao yanaendelea vizuri, na leo watapumzika na kesho watarejea kambini na kuanza safari ya kuelekea kule Tabora kwenda kuwakabili TRA katika michuano hiyo ya ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia mwekezaji wa klabu hiyo ya Simba Mohamed Dewji amewapongeza Simba kwa nafasi ambazo walizokuwa wamezitengeneza na kwa nafasi ya kuingia katika hatua ya makundi michuano ya ligi kuu Tanzania, michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mwekezaji huyo ameeleza kwamba anaipongeza klabu hiyo ya Simba kuanzia benchi la ufundi pamoja na wachezaji kuelekea katika michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika kufuzu katika hatua ya makundi. Mo Dewji amesema kwamba naishukuru sana klabu ya Simba na ninawapongeza pia benchi la ufundi, lakini pia nawapongeza wachezaji pamoja na juhudi ambazo walizokuwa wameziweka michezo miwili ya hatua ya awali kuweza kufanya vizuri, na mwisho wa siku mambo yaliendelea kuwa vizuri kweli. Mo Dewji amewaahidi wachezaji kama wataendelea kufanya vizuri na kufika katika hatua nusu finali michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika, basi zawadi itakuwa ni mzuri kweli kwa upande wao, na wataendelea kuwapa motisha na wataendelea kuwapa morali iliyokuwa kubwa kweli kuelekea katika michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mo Dewji anaweza kuwapa ahadi ya kuwakabidhi shilingi bilioni 150 kama Simba watafika katika hatua ya nusu finali ligi ya mabingwa barani Afrika. Ahadi hiyo ameendelea kuisisitiza na ameendelea kuiwekea msimamo kwamba ile fedha ambao yeye alikuwa amewaahidi wachezaji, ile pesa iko pale tu. Simba
Unachopaswa kwa hivi sasa kukifanya ni kuendelea kuipambania klabu hii ya Simba na kuendelea kufanya vizuri katika michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hayo ni maneno ya mwekezaji ama rais wa heshima wa klabu hiyo ya Simba, Mohamed Dewji, kuweza kuwapongeza wachezaji pamoja na benchi la ufundi baada tu ya kuweza kupata nafasi ya kufuzu katika hatua ya makundi michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Selemani Mwalimu aliweza kupata injury katika uwanja wa mazoezi, ikiwa Simba ipo katika maandalizi kwenda kwa kabili Nsingizini Hotspurs, lakini majeraha ambayo aliweza kuyapata Selemani Mwalimu ni majeraha tu ya kawaida, hakuwa hajisikia vizuri, na ndio maana jana hakuwepo kabisa kwenye kikosi hiko cha Simba kutokana na majeraha ambayo yalikuwa yakimkabili Selemani Mwalimu katika uwanja wa mazoezi Mo Simba Arena pale, huku akisema kwamba yeye hataweza kucheza katika mchezo huo kutokana na majeraha ambayo yalikuwa yakimkabili katika siku za hivi karibuni.